Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni wangapi walikuwepo katika ibada yetu ya kwanza kabisa? Siku tulioanza ibada yetu ya vijana. Ni wangapi walikuwepo? Tulijifundisha somo gani? Amen. Nikumbushe tu kwa wewe ambao hukukuwepo. Tulijifundisha somo linalosema maisha ya kijana. Amen. Wiki iliyopita katika ibada yetu ya kwanza kabisa tulijifundisha somo linalosema maisha ya kijana, lakini tukagusia kusema kwamba je, umejitambua au kijana umejitambua wewe ni nani? Amen. Tukaulizana hivyo, na kuna watu tulizungumza wakasema kwamba wataonana na mimi baadaye, nitawauliza maswali wataweza kuniambia kwa namna vile wanaweza kujitambua. Watu wengi sana tunapata changamoto sana ya kutokuweza kuendelea mbele kwa sababu ya shida ya kutokujitambua. Na hata hivi nikianza kusema hivi hapa, kuna mtu bado ana wasiwasi kwamba mimi ni nani. Anajiuliza. Kuna mtu anaweza akawa anajitambua lakini maisha yake haishi maisha kama vile anavyojitambua. Yaani kuna mtu anasema mimi ni tajiri mkubwa. Unajijua ya kwamba wewe ni tajiri mkubwa, lakini namna ya maisha yako unavyoishi hauishi kama tajiri mkubwa. Kwa hiyo kitu kinaweza kutokea. Unaweza ukaja ukawa tajiri mkubwa, haiwezekani. Kwa hiyo tunaweza tukawa tunaongea maneno ukasema ukajisifia ukasema mimi najitambua, lakini style life yako ukawa unaishi maisha ambayo hayaendani na vile unavyosema mwenyewe. Kwa hiyo tukasema maisha yana, lakini kijana anatakiwa kujitambua. Nikiwa kama kiongozi wa vijana natamani kuwajua vijana wa mahali hapa. Si ndio? Natamani kujua mtu anajitambua kwa kiasi gani. Natamani kuongea na nyie binafsi, yani niongee na mtu mmoja mmoja. Kuna watu waliniahidi wiki ile kwamba tutaonana. Bwana hajaweza tu kutoa nafasi, sijaonana nao, lakini nafikiri hata kwa wiki hiyo nafasi itaendelea. Tuzidi kushirikishana mambo katika hali ya ujana na tujue ni kiasi gani tunajitambua. Amen. Kitu cha kwanza nifafanue tu kidogo ili neno kujitambua. Mtu anayejitambua ni mtu ambaye anayajua maono yake kiuwazi. Amen. Mtu anayejitambua ni mtu ambaye anajua maono yake kiuwazi, ya kwamba hapa nikimuuliza dada hapa, nikimpointi tu wewe ni nani, hata sema sasa hivi hapa, lakini atasema mambo anayoyaona mbele, ya kwamba mimi ni fulani, niko hivi, maisha yangu naishi hivi. 2, 3, najitambua mimi niko hivi. Lakini kuna mtu hapo ukimpointi tu unamuuliza wewe ni nani, anaanza kujiuliza naye mwenyewe yeye ni nani. Kwa sijui moyoni mwako unayo. Kuna watu hapa najua tuko hapa. Kuna mtu bado hivi ninavyosema hivi naye bado anaendelea kujiuliza kwamba mimi ni nani. Kwa kuna kipengele kikubwa sana kujitambua. Naenda katika hali ya maisha ya kawaida, yani naenda maisha ya mwilini na maisha ya rohoni, kwa sababu ili ufanikiwe lazima ujitambue kwanza katika maisha. Lazima ujitambue kwanza katika maisha ya kawaida. Baadaye hapo utakuja kutafsiri katika maisha ya rohoni. Huwezi sema kwamba unajitambua rohoni alafu maisha ya kawaida unafanya mambo ambayo hujitambui. Kama hivi nikikuuliza hapa sasa hivi, kila siku wewe ratiba yako ya kila siku ambayo ni lazima ufanye hicho kitu ni ipi? Kuna watu wana ratiba ya siku. Mojawapo ya mambo ambayo kutokujitambua, la kwanza ni hilo hapo. Yaani ukiona kabisa kama una ratiba kwa siku ambayo una jambo fulani ambalo ni lazima, yaani utake, sio unafanya kwa mudi. Sio unafanya kwa mudi. Kuna zile kwamba napenda kufanya, kuna ratiba umesha noti na ni lazima ufanye hicho kitu every day. Mtu anayejitambua lazima ana hiyo ratiba. Kwa hiyo naanza kuwapointia haya mambo ambayo utajijua kwamba unajitambua. Yapo mambo baadhi ambayo unaweza ukajijua kwamba unajitambua. Mtu anayejitambua, tulisema siku ile tuliandika, waliokuepo unafikiri tuliandika, ni mtu ambaye anajua mipaka yake, limit zake. Ni mtu ambaye anajua limit zake, kwamba sio kila sehemu unatakiwa kuwepo, sio kila jambo ambalo wewe unatakiwa kufanya, sio kila kitu unatakiwa kuongea. Una limit kwa sababu unafanyaje? Unajitambua. Mfano tu hapo, usipojitambua ukifika kanisani moja kwa moja unataka kuwa mchungaji. Sio una limit. Amen. Una mipaka, yani wewe una mipaka. Yani una mipaka chochote, yani unataka kufika kanisani kila kitu uguse wewe. Mtu anajitambua anajua natakiwa kuwepo sehemu fulani kwa muda fulani na nifanye nini. Kwa changamoto kubwa sana tunayoipata katika kanisa mahali hapa, kwanza sitazungumzia makanisa mengine, hapa kwa mimi na wewe tuna changamoto ya kujitambua. Hatujui tukiwepo kanisani ya kwamba tunatakiwa tuwepo muda gani, masaa haya, tufanye nini
na kwa nini. Mtu anayejitambua ni amepanga ratiba yake kwa siku, anajua hii ratiba mpaka ije ifike miaka 2 nitakuwa nimefika level fulani, na kwa hii level fulani nitapata kitu fulani. Huyo ni mtu anayejitambua. Haya mambo ni rahisi sana kuyaongea hivi, lakini ni magumu sana kuyaishi kama hujaanza kuyaishi. Ratiba tu moja ya siku ni kama vile yani nikurahisishie. Yani kuna mtu yani kupiga mswaki ni kitu ambacho ni cha kawaida na kuoga. Lakini kuna mtu ambaye hata hivyo hajavifanya kuwa ratiba. Yani anajisikia tu, akijisikia hataoga, akijisikia atapiga mswaki. Tunaelewa? Yani kuna mtu hajavifanya hivyo. Kwa sasa kuna ratiba ambazo unatakiwa uzifanye kuwa rasmi kama kijana. Nasema hivi kwa sababu tunatamani kufika mahali, tunatamani kufanikiwa, na utafanikiwa hivi. Yani vijana wengi tunapata changamoto kwa sababu unataka ufanikiwe watu wakuone. Yani uanze kufanikiwa ni ile unaanza kuendesha gari, wakati mafanikio ni ya kwako ndani kwanza mwenyewe. Mipango yako, plani zako, ratiba zako kwa siku. Vitu unavyovipangilia kwa nini? Kwa siku. Ngoja niulize tu swali hapa. Unayo ratiba ambayo ni lazima ufanye kila siku nayo? Yani haiwezi pita siku hujafanya hicho kitu. Ni lazima. Na umeweka kwenye ratiba, na muda mwingine unaona kama ni usumbufu, umeweka na alarm kwenye simu. Hicho kitu kipo. Kwa hiyo tunajikuta kwamba moja ya hatua ya mtu kuanza kujitambua, kitu cha kwanza ni hicho hapo, ratiba ya siku. Unataka kuwa mtu mkubwa. Kuna somo tulijifundisha, sijui ilikuwa ni Jumatano iliyopita, nikafundisha kwenye ibada. Nikasema kwa nini sifanikiwi? Hili swali si unajua. Kila siku unajiuliza kwa nini sifanikiwi? Hiyo sasa na mimi unaanza kukuambia hauna ratiba ya siku. Na moja, na ukikosa ratiba ya siku, jibu linakuja huna maono. Maono sio kwamba hayapo. Maono yapo, ila wewe hujataka kuyashika yale maono yaliyopo. Hujataka kuishi katika yale maono yaliyopo. Mungu amefanyaga kitu cha ajabu sana. Mtoto tu anapozaliwa, anazaliwa na kusudi la Mungu. Na hilo kusudi la Mungu ndilo limebeba maono. Lakini maono yanavunjika pale tunapokutana na challenge za maisha. Sisi kama vijana tunajua kabisa ujana una challenge nyingi sana. Katika age ambayo ni mbaya sana na hatari kuivuka ni age ya ya ujana. Age ya ujana. Yani hapa usipojipatia ufahamu kwenye ujana, hata uzee wako utajikuta umezeka uzee mbaya, na kinachofuata hapo sio hatari kwako tu, uzao. Na mimi kitu kinanisikitisha sana. Yani mimi nikimtazama kijana hapa nakuwa simuoni yeye, nakuwa nawaza about mtoto wake. Familia yake itakuwaje, kwa sababu yake haribika hapo, sio yeye. Sio yeye. Na maana hata mimi kuna vitu nimejiwekeaga mipaka, sio kwa sababu eti sipendi kuvifanya. Nikuja kuangalia nyuma yangu, nikamwangalia mdogo wangu, nikamwangalia mama yangu, nikaangalia familia yangu, nikasema nikifanya hivi vitu hata kama ni vinanipa raha, lakini vipi kuhusu mdogo wangu? Najikuta naacha. Kwa kama pia hujawa na haya mawazo ya kuwaza ya kwamba vipi kuhusu watu wangu, vipi kuhusu uzao wangu, vipi kuhusu familia yangu, unajikuta una limit ya kufanya mambo. Unakuwa ni mtu ambaye hujitambua, unaishi ukijiona kwamba uko peke yako. Lakini tambua umri unaenda, unakuwa. Utapata mtoto wa kwanza huyu atatamani kupata maarifa kwako, atatamani kupata hekima kwako, atatamani kupata mwongozo wa kimungu kwako. Kuna hali ambayo ilitokeaga zamani, wazazi wetu wengi sana, sijui kama kwako imetokea, walikosea hapo nyuma. Baadaye kuna misemo wanakuja kusema, mwanangu, sitamani ujiishi maisha kama nilioishi mimi mamako. Sitamani ujiishi maisha kama nilioishi mimi baba yako. Nani hajawahi kuambiwa hivyo? Mimi naambiwa. Amen. Mimi nishaambiwa, mamangu ananiambia, baba ananiambia sitamani. Kwa sababu nini? Kuna mistake zilifanyika. Tupo darasani, hatutasoma sana Biblia. Biblia maandiko tunasomaga sana. Si ndio? Maandiko tunasomaga sana. Issue tunatakiwa tujijue. Unajua hata pia usipokuwa unajijua, hata hiyo Biblia yenyewe ukisomewa hapa inapita tu, unaisikia kama gazeti inapita. Lakini ukiwa unajijua, neno moja tu la kwenye Biblia, ukisikia akaenda, utatamani kujua akaenda wapi, kufanya nini, unafuatilia, kwa sababu ni mtu ambaye una ufahamu. Kwa kitu cha kwanza ambacho tunadili nacho vijana wa mahali hapa katika kanisa ile la Ushindi na Uponyaji, tunatamani tupate ufahamu. Tunatamani tupate ufahamu. Ndio maana tunatamani tuwe na muda mwingi sana wa mafundisho. Roho Mtakatifu atatusaidia. Hichi kitu tumefanya hapa, kuomba, kumsifu Mungu. Kuna vitu ambavyo Mungu amekuhudumia ambavyo hata wewe hujui. Sawa? Na kingine tu niseme, kuna watu ambao bado kuna ile hali ya kuchukulia mambo ya roho easy. Dani akiwa anaomba anapiga magoti na kuna mwangalia, unaona Dani. Hivyo vitu
vinakurudisha nyuma. Nasema hivi kwa huzuni, vinakurudisha nini? Nyuma. Ukiona hata yani unajua kuna kungangania kitu, kukiforce kitu ukifikie. Inafikaga mahali, nani hapa hajaipitiaga changamoto ikafika kiasi kwamba kiu ya kuomba ikakata kabisa. Yani unafika kitandani, unafika tu unalala, unafika kanisani mchungaji anahubiri uelewi, unaondoka nyumbani. Nani hajapitiaga hicho kipindi? Wote tunapitiaga. Lakini sasa katika hicho kipindi Mungu anataka utamke hata neno hili moja tu ambalo atakuja atakutia nguvu. Mimi kwa kuomba mimi siwezagi. Mwingine anasema mimi ndo nimeokoka leo. Umeokoka leo, uje kumuomba baba yako mkate. Mungu ni baba. Kuna watu wanamtafsiri Mungu vibaya eti. Kuna watu wanamtafsiri Mungu ya kwamba ni mtu yani ni kitu cha kuogopesha sana. Yani kitu cha ajabu ya kwamba huwezi kusogelea, unatakiwa ukipika kwa Mungu uwe mkimya. Hapana. Hapana. Sawa? Yani kuna tafsiri ambazo tunampatia, yani kuna sifa ambazo Mungu tunampa ambazo sio sifa zake kabisa. Niulize swali, nani anatambua sifa ya kwanza ya Mungu? First one. Yani sifa ya kwanza namba 1. Mungu ni nani? Ukishinda kumtambua Mungu ina maana utajijua kwa sababu wewe umetokana na Mungu. Halo. Kwa hili swali nitatambua watu ambao wajijui ni nani. Usione aibu, tupo darasani, kuna kufeli. Usipokubali kufeli pia huwezi kufanikiwa. Sawa? Tunajifundisha kwa kufeli. Unapofeli unasema pale nimefeli, unaongeza bidii. Mungu ni nani? Amina. Mungu ni nani? Try yani. Yani swali linakuja hivi. Ulivyokuwa unaomba hapa, unasifu, tunaabudu, ulikuwa unaabudu nini? Unaona? Kwa hata hii Mungu akija kuangalia anakuja kuona anamtafuta mtu mmoja mwenye nini? Ufahamu. Mungu anamtaka mtu mwenye nini? Ufahamu, anayeweza kuelewa ya kwamba ananijua mimi ni nani, ananiomba mimi ni nani. Sasa unajua mawazo yako Mungu anayajua. Ufahamu wako Mungu anaujua vizuri sana. Anajua huyu hapa anaomba hata anachokiomba akijui. Yaani kuna watu wanaanza kuomba maneno ya 7 ya 6 aelewa hata anatamka nini. Akili ipo kwingine, mdomo unaongea vitu ambavyo havina ushirikiano na moyo. Sasa Mungu naye anaangalia. Usione aibu, mimi nataka ujibu kabisa vile unavyomuelewa Mungu. Yaani swali linakuja, hapa ulipokuwa unaomba, ulikuwa unaomba nini? Ulikuwa unamuomba nani? Unamuelewa kama nani? Twende haraka maana tunachukua tu muda kidogo wa kujipatia challenge ya ufahamu. Baada hapo tutamshukuru Mungu tenda nyumbani. Tuchukue muda mrefu sana. Kijana changamka, tuchangamke. Mungu ni usione aibu sasa. Yani hiyo ni mojawapo ya kufeli. Usikubali, shinda hicho kitu. Tuko hapa kujikwamua katika hali za kushindwa. Si ndio? Shinda hicho kitu sasa. Mungu ni nani vijana, tuchangamke. Amen. Basi turasishe. Mtumishi wa Mungu amejibu. Na ile jibu ni halisi na haliwezi likabadilikaga mpaka dunia inaisha. Mungu ni upendo. Na ile neno upendo dunia imeliharibu. Imelifanya kuwa kitu ambacho ni easy. Ile neno upendo dunia imeliharibu. Yaani shetani kwanza katika vitu anapiga vita sana. Ile neno upendo. Hivi unatambua kwamba ushawahi kufikiria kwamba dunia itungekuwa na upendo wa Mungu, kusingekuwa na vita, kusingekuwa na chuki, watu wasingekuwa maskini, dunia watu wote wangekuwa wamefanikiwa, kungekuwa na amani ya kipekee. Yaani kwanza hii dunia ingefanyika paradiso, si ndio? Kusingekuwa kumwaga damu, kusingekuwa kuachana, kusingekuwa maumivu, kusingekuwa unafiki. Ni ile neno ndio tafsiri ya Mungu hivi. Amen. Sasa hili neno limeharibika sana. Sasa limeharibika kwenye mahusiano ya sisi vijana mauchumba. Tunajikuta tunaliharibu hili neno. Ndoa, tunajikuta hili neno linakosa nini? Thamani yake. Tunaishi fake. Yaani tunaishi katika ile yaani unaingia kwa emotional unaingiza mguu na
Yaani unamtamkia mtu nakupenda, lakini kumbe wewe unafanya hivi, namjaribu kwanza nione asije kuwa kama yule tip hivi. Mimi natamani vijana wa mahali hapa tuwe different sana. Mimi nashukuru Mungu kwa ufunuo aliyonipatiaga kuhusu upendo. Na naomba Mungu sana, katika kitu niliombaga nikamwambia Mungu, natamani nikupende. Katika maombi yangu nafikiri mwaka huu kuna watu tuliweka maombi yetu kwenye madhabahu. Ombi langu la kwanza ilikuwa ni kumpenda Mungu. Baadaye nikamwambia Mungu, nikikupenda na usiniache. Unaweza kumpenda Mungu lakini aukataa. Kwa hiyo nikamwambia na mimi Mungu nakupenda ndio, lakini nao makosa mapungufu nayo, lakini hivyo natamani nikupende, ongeza kiu yangu ya kukupenda. Hilo nililiandika karibia mara 3. Yaani nitakupenda, la pili kukupenda, la 3 unipende niache, la 4 hivyo. Nilikuwa naelewa kitu ambacho naona mbele. Najua kwenye upendo everything. Yaani kuna kila kitu. Yaani kila kitu unachokijua wewe, hata hizo shida unazozilia sasa hivi hapa, kumekosekana kitu kinaitwa upendo. Upendo. Kwa hili neno tumelichafua sana. Yaani hapa tukisema mtu anayelitimiliza upendo hapa umpati. Hata sasa hivi hapa ninavyofundisha hapa nikabadilika hapa, kwa kunipenda sijui kama kutasimama mtu wa kunipenda hapa. Si ndio? Mimi huyu hapa ninawafundisha upendo hapa nikawabadilikia hapa. Hakuna atakayesimama katika hali ya kunipenda mimi. Lakini Yesu alikuwa anachomwa mkuki. Watu wanampiga. Lakini cha ajabu maneno aliyotamka, anasema, Baba wasamehe hawajui walitendalo. Upendo hauna sababu ya kwamba ni mtu mzima ana akili zake. Ana akili zake vipi? Yesu angesema hawa wamekusudia, hawa wana roho mbaya. Yesu hakuhesabu hivyo vyote. Alijua mission yake. Katika najifundishaga sana maisha ya Yesu. Biblia nzima, yani katika mimi vitu natafakari nikikaga nasoma Biblia. Maisha ambayo mimi najifundishaga na ambayo natamani ni yafuate peke yake ni maisha ya Yesu. Ni mtu ambaye aliishi kwa plans. Ni mtu ambaye ndani ya miaka 3 alijivua miaka mingi sana. Si alianza alikaa kwenye Biblia amesemekana kwenye miaka 12. Baada hapo akapotea hii miaka mingine hapa. Miaka mingi sana akapotea. Baadaye akaja kwenye ameshafikisha umri wa miaka 30. Si ndio? Ndio tukaanza kumsikia. Kwa hiyo there is a process. Vijana tunafeli hapa kwenye process ya kujiandaa kufikia kuanza kuishi na ndoto zetu. Yesu alitumwa kwa mission, na wewe uko hapa kuna mission ambayo Mungu ameweka ndani yako. Hakuna mtu ana mission hapa. Kila mtu ana mission ambayo Mungu ameweka ndani yake. Cha kwanza Yesu alijijua yeye ni nani. Angalia miaka 12 anasema imenipasa. Imenipasa. Hamkujua, na wajibu baba yake na mama yake kwamba hamkujua kwamba imenipasa mimi kuwepo nyumbani mwa baba yangu. Mtu anayejifanyaje? Anayejitambua. Anatambua kwamba inatakiwa niwepo mahali fulani kwa muda fulani na kufanya nini. Inasikitisha sana vijana wengi sasa hivi tunakuja kanisani kisa mama fulani nani au kuna hii hali nyingine ya kuokoka kwa sababu ya miujiza eti. Unaokoka kisa uombewe udondoke ufunguliwe mapepo yako, ushapunguliwa unaenda. Sio wokovu. Hilo sio kusudi la Mungu. Unajua vitu vyote hivi, sijui kufunguliwa mapepo, sijui kutoka kwenye vifungo vya ukoo, sijui vyote hivi vinahitaji ufahamu. Utaombewa we usipopata ufahamu. Hivyo vitu ni halali yako. Vitakutesa mpaka utakoma. Sawa? Na hatutaki kuwa maskini sisi hapa. Hatutaki kuwa maskini. Hakuna mtu tajiri ambaye hakuishi maisha mabaya. Tafuta historia ya matajiri wote duniani. Huenda wameteseka zaidi yako. Wameaso zaidi yako. Matajiri hawakulala usiku, wewe unalala.
Afu baadaye unasema nina ndoto. Una ndoto, una ratiba? Hapana. Yesu hii miaka aliyopotea alikuwa anajifua, anatafuta ujuzi. Ni hivyo tu. Hiyo yote inatuonesha ni Yesu alicho, au ni tafsiri hivi. Kuna watu wanasema ni Mungu alikuwa anajua kila kitu. Hapana. Yesu alivaa mwili. Yesu alivaa mwili. Tafsiri ya kuvaa mwili ni kwamba tuishi kama alivyoishi yeye, aliyoyashinda yeye. Alituambia sisi tuweza kufanya zaidi yake. Ila kuna mtu ukisema hivi hawezi amini. Hivi kuna mtu ambaye ni maarufu dunia nzima kumzidi Yesu? Yupo? Yupo? Hayupo. Lakini mjiulize alifanya kazi miaka mingapi? Wewe umeshafanya kazi miaka mingapi? Yaani fanya miaka 3 tu ndo alianza kuhubiri injili yake, akaingia kwenye mission. Lakini miaka aliyojiandaa ni mingi kuliko miaka aliyofanya. Kwa miaka ya mafanikio ni michache sana, lakini miaka ya kujiandaa kufikia mafanikio ni mingi. Ni mingi sana. Leo nataka uibuke. Mimi kuna vijana wataga hapa kujifundisha gitaa, sijui nataka kujifundisha kinanda. Sasa ukimuuliza, ukifuatilia background yake kutaka kujua kupiga kinanda, ni kwa sababu aonekane. Ndio hapa tunaanza kufika kwenye pointi mambo yanotufelisha. Kuna mtu hapa anavaa nguo kwa sababu ya mtu mwingine. Yaani kuna nguo fulani unaenda kununua kwa sababu ya mtu fulani. Mambo yanayotufelisha vijana wa sasa hivi. Hapa nasemea vijana wa kisasa. Unavaa saa kwa sababu ya mtu fulani. Yaani vijana sasa hivi tunaishi maisha ambayo ni kwa sababu ya, ufanyi kwa sababu wewe pekee, kwa sababu ya kujitambua wewe ni nani. Kuna vijana ambao hatuna hata maamuzi. Tunasubiri tupangiwe ratiba ndo tufanye. Tunasubiri tuelekezwe ndo tufanye. Tafuta ufahamu. Kuna watu hata ni wavivu kusoma vitabu tu. Kusoma kitabu tu hata mistari mitu. Acha tu na Biblia. Biblia utasema na uvivu. Na Biblia shetani anapiga vita sana. Vitabu tu vya maarifa hapa nani anasoma? Nani? Unaona? Hivi vyote vitu kufanikiwa ni sio hivi. Hii pesa haitakuja bila haiji. Utagaragara, utasema najua. Unajua nini? Una kitu cha kuvuta pesa. Pesa itafutwa. Nani alikwambia? Kiongozi kweli kwa experience ya pesa inatafutwa. Pesa inatengenezewa kitu cha kuivuta ije. Wanaotafuta pesa sasa hivi wana hali ngumu sana. Wanatumia nguvu mpaka mili inachoka. Kwa sababu kanuni ya pesa haitafutwi. Yesu alijua pesa iko wapi. Ona alivyosema, akawaambia wanafunzi wake, nendeni baharini mkamvue samaki, mpasue hivi mtamkuta hela. Yesu anajua pesa ziko wapi. Kwa hiyo unachokihitaji kwenye maisha ni kupata ufahamu wa kimungu. Ufahamu wa kujua kuishi maisha halisi ya hapa duniani. Yesu alikuwa ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana wa ufahamu wa elimu, mpaka Mafarisayo walijiuliza hekima yeye ametoa wapi? Watu wanahitaji ufahamu. Tunahitaji ufahamu. Hivyo tunavyoona mtu, unakuta mtu anamsifu Mungu anafanya hivi. Mimi silaumu. Mimi ninachosema tu ni kiwango anachomjua Mungu wake. Yaani namna unavyomfahamu mtu. Nilisemaga nikasema uwezi nisifia mimi zaidi ya unavyonijua. Hata Rais Samia akipita hapa, kama huyo amjui au mimi simjui, nitamwambia mama shikamoo. Tena naenda namfuata na mkono kabisa, shikamoo mama. Lakini nikijua ni rais, hata kumsogelea kuna namna yani rais. Ndio hichi kinachotukuta hapa kanisani. Unakuta mtu kutaka kumsifu Mungu. Pointi yangu sio huko sana. Nataka tu jaribu kuwapatia kitu fulani cha ufahamu. Jaribu kumjua Mungu. Lakini pia tupate ufahamu wa kimaisha. Vyote hivi vinatupatia stress. Unakuta mtu anatoka nyumbani na stress zako. Shida zako unazileta hapa. Unanuna ibada nzima mwanzo mwisho. Unamletea Mungu stress, hujamjua ni nani. Yaani kinachokutesa wewe ni ufahamu wako. Mimi mamangu ni majuzi tu hapa anapigia simu.
akawa anataka nifanye kitu chochote juu yake. Mimi nikasema sina hela, lakini nacheka. Sina hela, lakini nikawa nacheka. Akaniambia mbona una furaha sana? Nikamwambia sina leo, lakini si kesho. Kesho inakuja. Mimi sikusema naitafuta, nilisema kesho inafanyaje, inakuja hiyo hela. Kwa ni leo tu, maisha ni leo. Lakini mtu anayejitambua ni nani? Anaona kupata kitu kesho, anaona kufikia ndoto yake kesho, anaona kabisa. Kwanza kubadilisha mtazamo wako na kuomba kabisa, kijana wa mahali hapa, tubadilishe mitazamo yetu. Natamani sana niwe nakaa na mtu mmoja tukae, pange ratiba yako, tusaidiane. Ni vitu vigumu sana kuvitimiza, visikia tu hivi, lakini kupanga ratiba kwa siku, ratiba tu moja, ukaanza kuweza kuitimiza, jua kabisa hapo umeanza kupiga hatua ya kuanza kuishi ndoto zako. Lakini tofauti na hivyo utabaki kutamka tu, nataka kuwa hivi, nataka kuwa hivi, nataka kuwa hivi, lakini matokeo yake utabaki kusikia nataka kuwa hivi. Kwa sababu kila mtu unayemwona hapa kuna miaka ambayo Mungu amesha plani. Unajua maisha ya mwanadamu ni plani. Mungu aisha plani ya kwamba Dani au mtu fulani ikifika miaka fulani anatakiwa kukutane na mtu fulani mahali fulani akiwa na uwezo fulani. Ni Mungu huyo. Sasa wewe ndio unamfelisha Mungu. Sawa? Mungu wetu yeye anatuwazia yaliyo mema kabisa. Aisha plani ya kwamba huyu mwanangu kwa alichonacho anatakiwa afike hapa, afanye hivi, ajifundishe hivi, ahaswe hivi, atapitia hii changamoto, atafanya hivi, lakini kwa muda fulani atakutana na mtu fulani, atakuwa mtu fulani, atafanya mambo fulani. Naomba maswali. Lakini pia nigusie hili la mwisho ili pia wiki nyingine mje na maswali mazuri. Tupo darasani na tunaongea mambo ya ujana. Atuongee mambo ya uzehe. Atuongee mambo ya utoto. Tunaongea mambo ya ujana. Hapa kuna watu ambao wana ndoa tayari, lakini pia kuna watu ambao wanatarajia kuingia kwenye ndoa. Ndio hivyo, lakini pia kuna watu ambao wapo kwenye uchumba. Kwa hiyo tunaongea hayo mambo hayo ya ujana. Kuna watu ambao Mungu aliwachagua kabisa, lakini wameharibu hatima zao kwa sababu ya sijui nisemaje. Nataka niseme neno ngumu, sijui mnaniruhusu. Wameharibu hatima zao kwa sababu ya kufanya sex kwa muda ambao yani unakuta kijana anaingia kwenye kufanya sex, muda hujafika, umri wake mwenyewe ueleweke, akili yake yenyewe haijatulia, anaingia kwenye kufanya mambo ya ajabu ambayo kisaikolojia inamharibu. Achana tu na mambo ya kimungu huko. Sasa kwenye mambo ya kimungu ndio inaua kabisa. Seksi inaua kila kitu cha Mungu ambacho aliweka. Kila kitu unachokijua wewe, seksi inaua. Seksi ni baraka tu kwenye ndoa. Yaani ukishafika kwenye ndoa ndio inafanyika kuwa baraka na inakuwa ibada. Ndio inafanyika kuwa nini? Ibada. Tofauti na hivyo inaua material ya kimungu yote. Utakuja kuona mtu ambaye anazini amefanikiwa. Utakuja kumuoni. Na kama amefanikiwa ni mafanikio ya hapa. Mimi siongelee mafanikio ya hapa. Yaani kwa sababu unamwona amefanikiwa, mbona kuna matajiri wanalewa wanakuja, yale sio mafanikio. Yale sio mafanikio. Unatakiwa ujipatie ufahamu. Yale sio mafanikio. Kwa hiyo ni hayo tu, tuendelee kujifundisha. Nafikiri wiki inayofuata endelea kuandaa maswali yako. Ukitaka kuniona tuonane, tuendelee kutiana moyo katika safari ya ujana. Hatutaweza kushinda bila kukutana na watu sahihi. Kuna watu mnakufa na maradhi yenu, acheni hivyo. Ujana huu tunahitaji watu wa kutusaidia. Kuna watu mna tabia mbaya sana zinahitaji msaada. Unajua hakuna kitu kibaya kama kufuga tabia ambayo umwambii mtu yeyote anayejua. Yaani unaijua peke yako tu hiyo tabia, utaiacha. Tafuta mtu mwambie, mtu unayemwamini, mtu ambaye unajua anaweza kukusaidia. Mfuate umwambie. Na washauri, yaani hichi ni kweli, kama kuna kitabia ambacho wewe unajua hii ni tabia ambayo unatamani kuiacha lakini omba maombi hayasaidii.
unalia, haviendi. Kila siku unajikuta unarudia hicho kitu, na unakijua peke yako na Mungu. Hiyo tabia kutoka mpaka umfuate mtu umwambie. Mungu hatumiki na wewe. Mungu yani ili akujibu kwanza anatumia mtu. Hivi kuna mtu alifanikiwa bila kukutana na mtu? Kuna mtu alifanikiwa bila kukutana na mtu? Hayupo. Watu wote unaoweza kuwajua walikutana na watu sahihi. Walikutana na watu sahihi ndipo wakaweza kufanikiwa. Kuna watu wengine wanajipatia kiburi ya wokovu, wanasema mimi tu nipo peke yangu, Mungu tu anaweza kunijibu mwenyewe. Yaani anaona hata yeye akiomba, yeye tu ndo anasikia sauti ya Mungu ya kwamba Mungu atamjibu maombi kupitia yeye tu. Yeye ndo atakuwa ni sasa Mungu hakwagi hivyo. Unaweza kuomba wewe, Mungu akanijibu kule, akaniletea majibu yangu. Kwa tunategemeana tuweze kubebana kwenye madhaifu yetu. Wengine tuna siri nzito sana, tabia za ajabu sana. Si ndio? Siri kweli, yani ni siri ambayo unaogopa tu, unasema hivi nikijulikana hichi kitu itaonekanaje? Hicho kitu kwanza ni cha kawaida. Sawa? Ni cha kawaida kama wewe una ufahamu wa kutaka kupona. Unajua watu wa kufanikiwa ni watu wanaowazaga tiba. Mimi unavyoniona hapa ni mtu ambaye yani nipo clear sana kwa kuongea madhaifu yangu kwa mama. Kuna ile kusema, nikisema hivi kuna watu wanaanza kusema Dani mtoto wa mama. Tuachane kwanza na hivyo. Mama yangu mimi ni rafiki yangu ambaye yani kirahisi nishaga angalia nikasema hivi kuna wamama wanaongeaga na watoto wao hivi. Mpaka najiulizaga mbona kama mambo ambayo unaongea na mama makubwa sana yani mpaka inafika mahali naona kama kuna neema ya kipekee mimi kumpata mama yangu ambaye naweza kuongea naye kama rafiki. Naweza kumwambia madhaifu yangu ambayo yanakuwa ni shida, siwezi kumwambia mtu mwingine, kwa sababu unajua mama ana kitu kinaitwa upendo wa kunibeba vile nilivyo, hata nitupa, hata nikiwa mvuta bangi leo mamangu hakutaka niwe hivyo. Peke yake ndo hawezi kunitupa. Si tunaelewa? Kwa wapo watu ambao tunawajua kabisa. Wengine ni watu wa Mungu, sio lazima awe mama yako. Sio lazima awe mama yako. Sio lazima. Lakini wapo watu wa Mungu, sio peke yake mama yangu ambaye namwambiaga vitu ambavyo ni madhaifu yangu. Kila mtu ana madhaifu yake. Sitajikamilisha hapa niseme niko perfect kwa kila nawe ya kwangu. Lakini pia nawe una ya kwako. Tunatafuta kupona. Kwa kupona tunahitaji tushirikishane. Achana na haya masuala ya kusema kuna watu wengine akitaka kupata majibu anatafuta simu, anaanza kuuliza simu. Simu sio mtu. Simu sio mtu, na kamwe simu haitaweza kuexperience maisha yako. Haitaweza kuona hali yako, haitaweza kusema na wewe kwa hisia zile ulizonazo. Haiwezi. Kwa tunahitaji watu. Na sio watu tu, anaweza kawa ni mtu mmoja ambaye ni sahihi. Hata mimi naendelea kuomba Mungu anikutanishe na watu ambao ni sahihi. Nao watu huenda wamepangiwa ukutane nao hapa. Wengine hapa mtapata waume wazuri, mtapata ndoa zingine nzuri, wengine mtahalalisha ndoa zenu. Kwa hiyo ni vitu vizuri vinaweza kupatikana hapa. Amen. Kwa hapa ni mahali pa kukutana na Mungu. Tutajifundisha mengi sana. Natamani tuwe clear sana ili tuweze kushinda. Ukikaa msiri utakufa na ugonjwa. Ficha marazi. Ni kweli kabisa. Maneno mengine tunakuwa tunayadharau lakini ni uhalisia. Unajifanya mimi nakuwa msiri sana, wanadamu ni wanafiki. Wanadamu ni wanafiki wapi? Wapo wa ukweli wa kukusaidia wewe kwenye maisha yako. Wanadamu sio kila mtu ni mnafiki. Kila mtu ni mnafiki wapi? Kila mtu Mungu amekuumbia kila mtu ni mnafiki. Ukienda ukimwambia siri yako anaenda kuisema huko. Ni ujinga. Si ndio? Sio kila mtu ambaye ni mnafiki. Wapo wanafiki ila sisi hatupo kwa hao. Kuna watu ambao unawatrust. Kwa kwanza ukimwona mtu akikwambia siri yake ambaye ni nzito, jua kabisa amechukulia moyo wako kuwa wake. Yaani mimi nikikwambia siri yangu nzito hapa, nimechukulia huu moyo wangu ni wako, yani ni kitu kimoja, na kuamini kiasi kwamba na vile vile ninavyojiamini mimi, najua kabisa hii siri itakaa sehemu salama kwenye moyo wangu.
Kwa hiyo mtu siri, tunza siri, tafuta njia ya kumsaidia. Natamani tusaidiane sisi kwa sisi hapa. Najua una urafiki na huyu, una urafiki na huyu, tu tunazungumza. Ajabu sana sisi jana wa kanisani hapa. Huenda hata hatujuani hata changamoto zetu. Mashauri tunayapata kwa watu wa duniani. Ujinga. Ujinga. Mtu anayejitambua sio kila mtu wa kumshauri kwenye maisha yake. Sio kila mtu atakuikalisha chini hivi. Ujui maisha yake, ujui mambo anayoishi, na yana kukaa na anza kukupigisha saundi. Kile unachokisikia ndicho kinaingia huko. Maneno huwa yani yanaingia tu moyoni na